Karibu katika Siha Bora, kipindi kinachokuletea elimu sahihi kuhusu afya, kinga dhidi ya magonjwa na mbinu za kuishi maisha yenye afya bora. Kila wiki tunakuletea wataalamu wa afya kujadili masuala mbalimbali yanayogusa ustawi wako na wa familia yako. Hii ni Siha Bora na Vincent Kimutai. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi cha Siha Bora, ambapo msikilizaji, katika wiki ya maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, tunaangazia umuhimu wa unyonyeshaji wa maziwa ya mama katika kuhakikisha mtoto anakuwa akiwa na afya njema, kinga imara na lishe bora tangu siku za mwanzo za maisha yake. Kuanzia Jumamosi iliyopita tarehe 1 hadi tarehe 7 Ijumaa, kumekuwa na maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji. Ndiposa leo katika Siha Bora tunaangazia swala ile kwa kina. Leo tunafurahi kuwa na mgeni wetu, muuguzi Alicia Wairimu, mtaalamu wa afya ya mama na mtoto na mwanzilishi wa Chris Bellas Mother and Baby Health Consultancy jijini Nakuru. Atatusaidia kuelewa masuala mbalimbali kuhusu unyonyeshaji, changamoto zinazowakabili kina mama na namna familia nzima inaweza kushiriki katika kumlea mtoto mwenye afya bora. Hii ni Siha Bora na Vincent Kimutai. Karibu sana msikilizaji, na tuandamane hadi tamati. Mimi naitwa Vincent Kimutai na niko na mgeni ataweza kujitambulisha. Karibu sana. Asante sana Vincent kwa kunikaribisha katika MBCI Radio. Kwa majina kama vile ulivyosema ni Alice Wairimu Mugo. I'm a nurse midwife by profession and also a breastfeeding and Lamaze coach, na nashukuru sana kuwa hapa leo. Ni furaha yangu pia kuweza kupokea. Ni mara yako ya kwanza kuwa kwenye studio ama umewahi kufanya mahojiano kwingine? Nimefanya mahojiano kama 2-3, lakini among the first presentations that I'm having. Ni vizuri kwa sababu pia leo itakuwa ni mara yako ya 3, na kwanza hapa hivi utaendelea kuzungumza na kuwa msaada kwa watu wengi sana. Lakini nataka tuanze kwa kusema hivi, ni wiki ya unyonyeshaji ambapo hamasisho inatolewa kote duniani kuhusiana na umuhimu wa kunyonyesha. Labda ni makosa gani ambayo baadhi ya kina mama hufanya mara tu baada ya kujifungua yanayoweza kuathiri unyonyeshaji? Na pia utatuelezea mbona ukaanzisha kituo hiki cha Chris Bellas, kituo cha ushauri wa afya ya mama na mtoto. Je, unadhani kuna pengo ambayo wewe unajaza baada ya mama kutoka pale hospitalini? Kwa sababu mama wengi wakati ambapo umetoka hospitalini hawana yule mshauri wa kuwafuatilia na kuweza kuwasaidia kuwapa ushauri ambao unahitajika. Unadhani unajaza hiyo pengo? Mimi hupenda sana kuambia akina mama, kwa sababu I've worked both in the hospital environment and through Chris Bellas Consultancy I'm able also to conduct the home visits. Kumaanisha ninaweza kujaza ile pengo. Najua mama akiwa kwenye hospitali, wauguzi wako hapo, they have a lot of support. Wakienda nyumbani, I realized actually for me even to start the Chris Bellas Consultancy, I realized unapata kuna hiyo gap, ile msaada mama alikuwa anapata ama ile kukuwa na the right knowledge, kuna kuwa pengo, kwa sababu ukienda nyumbani hauko sure ataenda kwa mkono ya nani, akona information gani. So kucover that gap, kurejelea kitu nilitaka kuzungumzia. Kuna jambo moja nimerealize, wakina mama wanapojifungua unapata kuna wengine wanakimbilia sana kutafuta maziwa inaitwa formula, na hiyo inakuwa changamoto kubwa sana. Ifikapo ni wakati unataka, najua mtoto pia anaendelea kukua, so ikifika wakati mtoto maziwa anahitaji a high supply of breast milk, na huyu mtoto alianzishiwa na formula, unapata inakuwa changamoto sana kuweza increase the milk supply. So ningependa kuhimiza kina mama, ni kawaida the first few days it is okay for you to have low breast milk supply. Kuna ile maziwa inatolewa ya kwanza inayoitwa colostrum. Iyo maziwa colostrum, it's very small in amount but very powerful, very high in anti-infective proteins. Unapata vitu kama white blood cells, vitu kama antibodies, proteins and vitamins very high kwa hiyo colostrum.
Na hiyo colostrum unaweza sikia they refer to it as kama ile chanjo ya kwanza ya mtoto. So unapata the first few days colostrum utafinya kwa titi la mama, upate ni kidogo. Mama the mom can feel like I'm not producing enough or my baby is not getting enough. For one, because the milk supply inakaa iko kidogo, alafu during the first days pia mtoto anakuwa consistently at the breast. So inapea mama notion like I'm not producing enough or my baby is not getting enough. So what moms tend to do ni kuenda madukani kutafuta formula na kufeed mtoto. So unapata formula, ukianza na formula tulisema hapo awali, the more you breastfeed, the more you do what? The more you produce. So unapata formula, mtoto hata sumbuana na titi la mama kutafuta maziwa sababu ameshiba tayari. So unapata inakuwa changamoto sana. Huyu mama anaweza enda hata nyumbani akiwa bado hajapata the right amount of breast milk, ama the colostrum pia ile tumesema it's very important, hajapata kufanya nini? Kupatia mtoto wake sababu alianza na nini? Alianza na formula. So hili ni jambo ningependa kina mama waelewe kuwa ni kawaida kuproduce slow, alafu asifeel kama ana maziwa ile anatoa haitoshi. Ni vizuri sana kwa sababu umeelezea vizuri na pia makosa ambayo baadhi ya makosa ambayo kina mama hufanya mara tu baada ya kujifungua yanayoweza kuathiri unyonyeshaji. Na pia kuna hii swala ambalo nimeona umezungumzia, ule mama ambaye anasema anaponyonyesha anakuta ana maziwa ya kutosha kwa matiti. Na mbona hiyo swala mtu anakosa maziwa ya kutosha anaponyonyesha? Sasa kuna swala nimeongelea about the mentality the mama anapata hana maziwa ya kutosha, kwa sababu unapata during the first days mtoto wako consistently at the breast, unapata ana feed after 30 minutes anataka kunyonya tena, lakini kitu wa mama hawaelewi, akina mama hawaelewi ni anajaribu ku build your supply. Hiyo ni one of the reason. The other reason inaweza kuwa huyu mtoto hui breastfed on demand. Unapata mama akiwa mbali na mtoto, unapata kama mtoto hanyonyi oftenly, kunaweza kuwa you reduced breast milk supply. So unapata kiwango chile mama ana produce pia ni kidogo. Alafu pia kama mama ameaffectiwa kimawazo, inaweza affect the amount of breast milk anatoa, ama pia kukula hakuli vizuri pia inaweza fanya nini aweze kukua na a low breast milk supply. Mahamasisho inatolewa kuhusiana na masuala ya kunyonyesha, wanawake wakaweze kunyonyesha, kina mama wakaweze kunyonyesha mtoto kwa miezi 6 ya kwanza kabla ya kuanza kumpa chakula kingine. Mbona wiki hii ni muhimu sana? Wiki hii ni muhimu sana kwa sababu unapata duniani a lot of births are taking place. Alafu pia tunataka kueleza wanawake ama jamii kwa ujumla umuhimu wa maziwa, na pia umuhimu wa maziwa kwa afya ya mtoto na ya mama. Na ujumbe wake mkuu ni kwamba unyonyeshaji ni msingi wa afya bora, ukuaji mzuri na kinga imara kwa mtoto. Ndio. Alisha, unafikiri bado kuna ile pengo kwamba sasa hivi tunavyoona watoto wachanga wanapata ujauzito na most of them unakuta kwamba wengine wao hawajamaliza shule, sehemu tofauti watu wanaendelea kujifungua? Nafikiri hii hamasisho imetolewa kutosha ama bado kuna pengo? Kusema ukweli bado kuna pengo, lakini angalau saa hii naona kama kuongea swala kama hili kwenye radio ni kitu haikuwa hapo awali, lakini vile tunaendelea kusensitize akina mama kuhusu umuhimu wa maziwa, tunaelekea hapo to make at least better, and also the sensitization kuensure jamii imeweza kujua kuhusu umuhimu wa kunyonyesha. So bado hatujafika hapo, lakini at least the strategies that have been put in place, unapata sasa tunaweza kuhakikisha hii ujumbe umefikia wamama, be it through the radio. Ukipatana na any chance kama hospitali, kama vile mimi ninafanya hospitali wa chumba cha kujifungua, unapata lazima nielezea wamama wakikuja kujifungua lazima unyonyeshe mtoto kama ni kwa miezi 6, na waelezea umuhimu. Alafu unapata sisi kama binadamu ukiweza kuelezea mama umuhimu wa kitu, atachukua with the heaviness of that matter compared to ule mama mwenye hajui kabisa kwa nini lazima tunyonyeshe. Kwa sababu umesema kuna mama hajui kwa nini lazima tunyonyeshe. Miezi 6 ya kwanza, kwa nini muhimu sana
kuhakikisha kwamba wataalamu wanasema kwamba wanasisitiza mtoto anyonyeshwe maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Kwa nini kipindi hiki ni muhimu sana? Unapata kwa miezi 6 ya kwanza zile components zile ziko kwa maziwa. Kila kitu iko kwa hiyo maziwa ndio mtoto anahitaji. The first 6 months unapata iko na vitu kama antibodies, iko na white blood cells, iko na proteini, iko na vitamin, iko na maji. Alafu kwa kile kiwango kenye mtoto anahitaji at that point in time. So kutoka miezi 6 hapo sasa ndio unaanza kuintroduce other feeds pole pole. Lakini the first 6 months everything the baby needs iko hapo kwenye maziwa. Na ndio maana tunasisitiza the first 6 months ni vizuri unyonyeshe mtoto bila kuintroduce anything else. Ndio. Na kuna hatari ambao inatokea, unakuta kwamba kwa sababu ya hali ya maisha, katika hiyo hali ya kwamba unakuta kwamba mama kutokana na hali ngumu ya maisha, changamoto za kimaisha, kuna hatari gani kwa mama kumwachisha kumnyonyesha mtoto kwa haraka miezi 3 ya kwanza na amerejea kazini? Okay. So ikiwa hali hii haitasimamiwa vizuri, mtoto anaweza kukosa lishe ya kutosha, kinga na uhusiano wa karibu pia na mama. Hivyo ni muhimu kupanga namna ya kuendelea kumpatia maziwa ya mama. Na vile utaendeleza kumpatia mtoto maziwa sahihi, we always advise or instruct the moms to express. Anakamua maziwa, alafu tukuna special storage bags yenye anaeka maziwa yake hapo. So huyu mama akiweka maziwa aeke kama kwa room air, ile joto ya kawaida, inaweza kaa for around 4 to 6 hours. Alafu kama akiweka kwa fridge inakaa for 4 days, na kama iteko kwa freezer inakaa up to a period of 6 months. So hapo utahakikisha angalau mtoto hata ukiwa kazi ataendelea kufanya nini? Ataendelea kulishwa na maziwa ile ya mama. Na unajua pengine unaweza uliza pia maziwa ikikamuliwa pia mtoto saa zile anapewa kama mama hako anafaa apewe na nini? So nowadays we advocate for cup feeding. Cup feeding kama mtoto bado ni mchanga unaweza tumia, naona ile kifuniko ya feeding bottles, though kuna other cups zenye specifically unapata ni ya kupatia mtoto. Hii ni mzuri kwa sababu kitu ya kwanza haitaleta nipple confusion, kitu ya pili ni rahisi kusafisha. Na kusafisha vizuri hivi vyombo vya kutumia saa zile unalisha mtoto ni muhimu, ndio at least you avoid kuletea mtoto vitu kama infections, ugonjwa kama kuendesha, kutapika. Ndio maana we advocate now for the use of cups. Saa zile unapatia mtoto maziwa. Hii ni zile chupa ambazo zimependekezwa na Wizara ya Afya kuweza kutumika kunyonyesha mtoto wakati ambapo mama yuko karibu. Kweli kabisa. Ndio hizo chupa hizo zilimuongelea, ndio hizo zimeruhusiwa kutumika kwa sababu ya manufaa ile nimekuambia. Hii chupa mtu anataka kujiuliza inahifadhiwa wapi? Of course unajua utaacha nyumbani, kuna watu wajui kuhifadhi hii maziwa mama. Kwa hii chupa haiwezi karibika ama ni wapi inastahili kuhifadhiwa? Sasa hii chupa unaongea kuhusu chupa yenye inatumika kulisha mtoto ama ile ya kustore maziwa? Ile ya kustore maziwa na pia ya kulisha mtoto. Hai, kama hii ya kustore maziwa, kuna hizi nimesema kuna storage bags yenye specifically for storing breast milk. Hiyo imetosha, iko sawa ya kuweza kuhifadhi hii maziwa ya mama. Sasa alafu kama hiyo kuna kuanga either storage cups ama storage bags. For the storage bags, most of them are single use, meaning ukishatumia haufai kurudia tena. For the storage cups ama ile sasa container pia yenye unalishia pia mtoto, unafaa uoshe, unaweza tenga kando na zile vyombo za familia, alafu unaosha na unasok, kwa sababu maziwa ya mama inakuanga na mafuta. So unasok kwa maji warm kwanza, inatoa hiyo mafuta, alafu unaosha na sabuni, alafu unatenga mahali maji haisimami kama racket ya kuwekea vyombo zile zingine, ni vile ya mtoto unaweka kando, unaache mwage hapo maji na ikauke. Alafu una make sure it's a clean and a safe environment for use, and also si ile yenye watoto maybe wadogo, kwa kuna watoto wengine wachanga wanaweza fikia na kuinterfere na the cleanliness of hizo vitu za hizo the cups. Hii ni Siha Bora na Vincent Kimutai.
Na labda hapo kwa sababu ya vyakula, ni vyakula gani ambavyo kina mama wanastahili kuvila ili kuhakikisha kwamba kuna maziwa ya kutosha ya kuweza kunyonyesha wanao? Aya, tukiingilia kwa vyakula, siku hizi tunaongea kuhusu, kitambo tulikuwa tunasema about the balanced diet, but siku hizi tunaongelea kuhusu food groups. Na food groups tuko na around 10 food groups, na ina include vitu kama starch. Starch inaweza kuwa kitu kama cassava, arrowroot, mahindi, sweet potatoes, sorghum, millet ama tandizi. Alafu pia kuna hii tunaitanga beans and pulses. Beans and pulses unapata the proteins, breast milk, kuna vitu kama njahe, hapo sasa ndio vitu kama pia beans na ndengu inaingilia. Alafu kuna hii food group ingine vitu kama nuts and seeds. Hizi nuts and seeds for healthy fats and oil, unapata vitu kama njugu na simsim unaweza tumia. Alafu pia kuna flesh ama meats, na hapo ndo nyama inaingilia, vitu kama beef, kuna fish, kuna liver, naona ile iron rich foods. Alafu unapata pia mama akiwa mjamzito anahitaji a lot of iron, so pia akiendelea kunyonyesha pia we still replace that iron by eating iron rich foods. Sawa sawa. Alafu pia hapo kuna pia mayai and milk products, that's very important. And we have green leafy vegetables, hapo sasa ndio zile mboga za kienyeji inaingilia, terere, sukuma, sageti. Alafu kuna other vegetables, vitu kama cucumbers, cabbages, cauliflowers inaingilia hapo. Alafu kuna vitu watu naita yellow fleshed fruits and vegetables, hizo ni vitu kama carrots ama pumpkin ama chungwa, popo. Alafu kitu ya muhimu tena ni maji, a lot of water. Ideally if a mom is not breastfeeding, huwa tuna for any other person we advocate for at least 2 liters, 2 to 2.5 liters. So kwa huyo mama ambaye ananyonyesha, at least kama ni fluids 3 liters ya maji ni muhimu kwake, ndio inasaidia kufanya nini, kutengeneza maziwa ya mama. Ndio. Na kuna hii swala unakuta kwamba mama, yes, ni mtoto ni wake, lakini mtoto si wake peke yake. Kuna mtu alipata ne support ya mzazi, huyu baba. Baba kuna support gani especially wakati ambapo mama ananyonyesha? Okay. Sasa baba ana jukumu la kumpa mama msaada wa kihisia, kusaidia kazi ya nyumbani, kuhakikisha mama anapata lishe bora na kumtia moyo aendelee kunyonyesha. Na hapa swala la baba inaweza kuwa bit sensitive because kuna wale wanawake pia wameweza kulea watoto bila baba kuwa around, and that is why siku hizi tunaongelea kuhusu partner support. Na partner support inaweza kuwa mtu yoyote yule mama amechagua a walk with her through the pregnancy and breastfeeding journey. Inaweza kuwa ni mama yako, dada yako, rafiki yako, unachagua mtu mwenye atakupatia hiyo support, sababu tunakumbuka ukiuliza kuhusu low breast milk supply, nini inaweza fanya mama kose kutoa enough, nilisema saa zile mama pia ameathirika kimawazo. So unapata mama akiwa peke yake, it is so overwhelming, na hiyo inaweza leta low breast milk supply. So kuweza kusaidia huyu mama at least ku maintain her sanity na kukua sawa kimawazo, ni vizuri ya kuwe na a very good support system. Ndio. Vizuri sana. Msikilizaji, ni kipindi cha Sia Bora, nikizungumza na muuguzi Alicia Wairimu kutoka Chris Bellas Mother Baby Health Consultancy, na ametusaidia vizuri sana katika kuelewa swala hili na mbona ni muhimu sana kuweza kunyonyesha kwa kipindi cha miezi 6 ya kwanza kama mama. Kuna hii swala Alicia kuhusiana na kuna kina mama ambao baada ya miezi 6 kuisha wanaanza kuintroduce mtoto kwa maziwa, labda ugali mweza kubondwa ama kufinywa na kisha kumpatia mtoto. Je, ni salama kumpatia mtoto? Unauliza kuhusu chakula kile miezi 6, baada ya miezi 6 chakula ile mama anafaa apatie mtoto. So during the weaning period, hiyo ndio after the 6 months, tulisema breast milk contains everything the baby needs for the first 6 months. So once 6 months imeisha, unapata unaanza kuintroduce complementary feeding, unaanza kuintroduce chakula pole pole. Unapata kama ni uji inaweza
inawekwa millet, sorghum, alafu inafai kuwe thick, at least nutrient dense. Alafu kama ni mashed foods for the first 1 month, kuna you can use the blended, we call it the pureed food, but after that unaweza anza kumash. Kuna fruits, vitu kama banana, avocados, popo, mangoes, alafu unaweza kuwa na mashed vegetables, vitu kama pumpkin, sweet potatoes, carrots and potatoes, and protein rich foods. And for the protein rich foods unaweza kuwa na mashed beans, lentils, mayai, fish, vitu kama minced meats, alafu hata dairy products. Dairy products, for example, we have the plain yogurt. If well tolerated, still ni sawa, unaweza patia mtoto. Alafu vitu kama soft grains, for example, rice, ugali vile ulikuwa umesema, and ugali with mixed vegetables, ama pia na maziwa. Lakini sasa unaanza kuintroduce pole because of things that we call allergies. Ndio mtoto akiweza react na kitu, utaweza kujua nini amereact nacho. In the situation wakati ambapo mama anampa mtoto hiyo chakula katika kipindi cha miezi 4 ya kwanza, iko na athari gani? Athari tulisema kitu ya kwanza itafanya kukue low breast milk supply. Ile maziwa mama alikuwa na produce ita reduce. Alafu pia tulisema importance of breast milk ni kupatia mtoto nini? Immunity. Sasa ukiintroduce mapema, unapata mtoto atadhoofika kiafya, kumaanisha any infection inapita, unapata mtoto anaipata vitu kama ear infection, throat infection, vitu kama homa, unapata kiafya mtoto anadhoofika kwa sababu ya hii early introducing of these foods. Kwa hivyo ni muhimu mama kuweza kuzingatia masuala ambayo yanahitajika. Ni muhimu sana mama kuzingatia masuala yanayohitajika, na ndio maana sasa tunataka kuelimisha kina mama so that saa zile inafika wakati wa kulisha mtoto na kunyonyesha mtoto, mama hatafanya kwa sababu hajui ama hakupata channel ya kupata the right information, maybe just out of maybe niseme vitu kama ignorance, but that is why we are trying to clear that now with the information, giving the right information both at the hospital na saa zile pia mama ako nyumbani. Actually saa zile tunafunza kuhusu kunyonyesha na lishe bora ya mtoto, tuna include even the grandparents, sababu unapata pia kuna wanawake pia kina mama wanajifungua, alafu wanaenda wapi? Wanaenda manyumbani, wanapikiwa na the mother-in-laws ama wazazi wao. Sasa ni muhimu sana pia hao wazazi wakielimishwa, ndio saa zile wataona huyu mama maybe ana produce maziwa kidogo, wanakuwa source of encouragement kumwambia endelea kunyonyesha, maziwa itaongezeka, badala ya kuambia mama mtoto wako miezi 3, anaambia mama umefanya aje, tupatie mtoto nini, tupatie mtoto uji. Unapata ukiweza kuwafunza like a whole family. That's why tunasema breastfeeding is ni jamii yote, si mama baba peke yao. Unachukua jamii yote, unawaelimisha on the right information and the right thing to do. Msikilizaji, ni Halisha Wairimu, ni muuguzi huyo ambaye anazungumza nasi kuhusiana na umuhimu wa unyonyeshaji kwa muda wa miezi 6 ya kwanza. Natumai kwamba umejifunza mengi sana kutoka kwake. Najua kwa sababu kuna maswali ambayo uko nayo hapo. Halisha atakuwa akiacha namba yake, kisha ukihitaji msaada wake utakuwa ukimpigia simu na kuzungumza naye moja kwa moja, kwa sababu kuna mengi sana ya kuweza kuzungumzia. Kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho Vincent ni kuwaeleza ya kwamba unyonyeshaji ni zawadi muhimu kwa maisha ya mtoto. Familia nzima inapaswa kumuunga mkono mama anayenyonyesha kwa kumpa upendo, muda na msaada unaohitajika. Maziwa ya mama ni msingi wa afya bora kama nilivyosema hapo awali, na pia ni ukuaji mzuri na maisha yenye afya kwa mtoto. Ningependa kusema hivyo na kuelezea na encourage just all the breastfeeding moms, like you can do it, you're capable, and in case of any assistance never shy off to reach out. Kwa hiyo msikilizaji ambaye angetaka kufikia, labda ataweza kufikia vipi? Ukitaka kunifikia unaweza nifikia kwa hii namba 0710 448 375.
na kama ni through the social media handles, Facebook najiita Alice Weremo Mugo. Ninaweka a lot of information about pregnancy and breastfeeding. Ikifika ni TikTok niko weremo.mugo, alafu Instagram ni alice.mugo. Namba yangu ya simu ni 0710 448 375. Asante sana kwa kubali kuzungumza na MBC Radio. Nimeshukuru pia Vincent kwa kunipa fursa hii. Nimefurahia pia na natumai this information that we have shared itafikia kina mama, and most importance itaweza kusaidia jamii. Msikilizaji, kumbuka kwamba maziwa ya mama ni chakula bora zaidi kwa mtoto katika miezi 6 ya kwanza maisha. Tuunge mkono kina mama wanaonyonyesha na tuwape mazingira yanayowawezesha kuwalea watoto wao wenye afya njema. Hadi wakati mwingine katika kipindi cha Sia Bora kupitia MBC Radio, mimi ni Vincent Kimtai. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mungu awabariki na tuendelee kujali afya zetu na watoto wetu. Hiki kimekuwa ni kipindi cha Sia Bora na Vincent Kimtai. Usikose kuungana nasi tena kila Ijumaa saa 1:10 jioni na Jumamosi saa 7:25 mchana kwa elimu zaidi kuhusu afya na ustawi wa jamii. Kumbuka, afya njema ni msingi wa maisha bora.